بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tunaendelea na darasa yetu ya durusu Ramadhania ambayo imekuwa ni yenye kufafanulia baadhi ya fadhila za mwezi huu wa Ramadhani, na pia vile vile na hukumu za nguzo ambazo zinapatikana ndani yake kwa mfungaji. Kama jana tulivyoona, kwa nguzo za kufunga ni mbili. Kwanza ni sehemu ya nia, kama tulivyozungumzia jana, na tukaifahamisha nia kwamba ni sehemu katika moja ya kukubalika funga, lakini pia vile vile tukaikumbusha kwamba katika moyo nia yenyewe ndio inapatikana kama tulivyofafanua jana. Lakini pia vile vile tukazungumzia sala la al-imsaku anil muftirat, ni kujizuia kutokana na vyenye kufunguza, kujizuia huko ambapo kunapatikana kwa utaratibu wa kujizuia kula na matamanio mbalimbali ambayo yanaweza yakapatikana ndani yake, na pia vile vile kuzuia ulimi kutokana na maasi ambayo yatakuwa ni yenye kumharibia mfungaji saumu yake, kama tulivyoelezea jana. Na kisha tukapewa mwongozo kwamba baada ya kuyagundua hayo kwa kuyafanya, Allah tabaraka wa taala akaendelea kuzungumza kwamba kisha itimizwe funga mpaka itakapoingia usiku, yani magharibi yake, jua linapozama tu pale anakuwa ameshafungua mfungaji. Lakini pia vile vile tulianza jana baadhi ya mambo mubtilat fi sawm, vyenye kubatilisha, mambo yenye kubatilisha hiyo saumu, na tukasema ni mambo 10. La kwanza tulizungumzia ni al-aklu amdan, kula kwa makusudi, wa shurb amdan, na kunywa kwa makusudi, wa jimaa, na kujamiana kwa makusudi. Mtu akalikusudia jambo hilo, basi itakuwa katika vitu hivyo vitatu ambavyo tumevitaja, vitakuwa ni vyenye kumfanya mfungaji kuibatilisha saumu yake. Pale ilipozungumzwa wa idha akala saim au shariba amdan
au jamaa yubtilu sawmuhu. Amma idha akala au shariba nasian fala yabtilu sawmuhu. Pindi atakapokula mwenye kufunga au atakapokunywa kwa makusudi au jamaa au jamii kwa makusudi, kwa kujamiiana, yabtulu saumuhu, inakuwa ameibatilisha saumu yake. Lakini vile vile ikaendelewa kufafanuliwa, ama idha akala, pindi mtu atakapokula au shariba au atakapokunywa nasian fala yubtilu saumuhu, basi atakapokula au kunywa kwa kusahau haibatilishi saumu yake. Saumu yake inakuwa ni halali, kwa sababu huyu ni mtu ambaye amesahau yeye, kama tutakavyoona jinsi itakavyoelezewa katika sehemu yetu hii tunayoendelea nayo. Ta'ammud qayyu, kujitapisha kwa maksudi pia kunamfanya, sehemu ya 4, kujitapisha kwa maksudi kunamfanya yule mwenye kufunga basi kuwa ni batil, ile saumu yake ikawa imebatilika. Mtu akafanya mchezo wa kujitapisha kwa njia yoyote ile, basi itakuwa ni vyenye kubatilisha saumu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in istiqaa falyaqd, pindi mtu atakapojitapisha basi alipe hiyo saumu. Wa in istiqaa falyaqdi, basi mtu atakapojitapisha basi ataikidhi ile saumu yake kwa maksudi, na hiyo haitamwajibikia yule ambaye amepatwa na sehemu ya kichefuchefu na utaratibu mwingine ambao hakuwa ni mwenye kukusudia, basi saumu yake haitaingia katika jambo hilo. Hapa inakusudiwa, huenda kuna wengine wakapiga mswaki wakasafisha kinywa, basi katika kusafisha kinywa mtu akaingiza mswaki ule kwa kusafisha mpaka katika sehemu karibu na koo kabisa, na akijua kwamba yeye amefunga, basi huenda akapata sehemu ya kugusa maeneo ya kinywa, basi akapata kutapika. Huko kunaitwa ni kujitapisha kwa makusudi, kwa sababu wewe wajua kabisa kwamba umefunga na ikawa umeingiza mswaki wako katika kinywa mpaka katika maeneo ambayo yatakusababisha kukohoa au kutapika kwa hali hiyo ambayo iliyokuwa imejitokeza. Na pia vile vile ikiwa mtu kwenye jambo la 5, al-inzal,
almubasharati au alistimna, mtu kuteremsha, kupiga pambaja, akawa mtu anajisababishia katika kujichua na kujitoa manii, basi yeye anakuwa ameibatilisha ile saumu yake katika kufanya michezo hiyo. Kwa hiyo Allah, jambo hili ni hatari, hasa kwa vijana ambao bado marika yao ambayo ni madogo bado. Huenda mtu akafanya jambo hili, si jambo ambalo linafaa katika utaratibu mtu mwenye kufunga kufanya jambo hilo. Walhaidh, sehemu ya 6, kama tulivyoona sehemu ya nyuma, mtu mwenye hedhi wa nifasi, na mtu mwenye nifasi kama tulivyoona katika sehemu iliyokuwa imepita. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Pindi mtu akiwa katika sehemu ya mwanamke, akiwa amepata sehemu ya ada yake ya kupata hedhi, au akapata nifasi, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifafanua jambo hilo ya kwamba inakuwa yeye hasali wala hafungi kutokana na jambo hilo ambalo litakuwa limempata mwanamke huyo, akawa ameingia katika haidh na nifasi katika sehemu ya damu ya uzazi au damu ya ada, basi hatawajibika mwanamke huyo kuendelea na kufunga. Saumu yake itakuwa imekomea hapo, hata kama atakuwa amefika katikati ya mchana saa 6 au saa 7 na kuendelea, basi saumu yake itakuwa imesimamia pale kutokana na jambo lilompata. Aljunun, na wenda wazimu, kama tulivyokuwa tumegusia hapo nyuma, lakini huyu wenda wazimu huu ni tofauti na yule wa mwanzo. Yule wa mwanzo amechanganyikiwa kabla ya mwezi wa Ramadhani na yeye ndiyo hali yake, lakini huyu fa idha junna, pindi atakapochanganyikiwa fi nahari Ramadhani, katika mchana wa Ramadhani, yani yeye tayari alishaanza saumu yake vizuri kabisa, ikawa anaendelea kufunga, yuko sawa sawa, lakini ikafikia sehemu akapata huo uenda wazimu au akili yake ikachanganyikiwa kutokana na maradhi ya msimu, kwamba kwa muda fulani huwa anachanganyikiwa na kwa muda fulani huwa anakaa sawa. Basi atakapokuwa katika hali hiyo katika mchana wa Ramadhani na ikawa umempata wa huwa saim, na yeye yuko hali ya mwenye kufunga, yabtilu saumu, inabatilika saumu yake. Arida, kulitaji mtu kutoka katika Uislamu, ikawa sasa amefanya utaratibu
wa kuikataa dini ya Uislamu, pale pale saumu yake itakuwa imebatilika, hatakuwa tena ni mwenye kufunga. Aadhana Allahu minha, Allah atukinge kwa jambo hilo la kuacha Uislamu. Faman irtadda anil islam, atakaye uacha Uislamu, faqad aftara, basi atakuwa ni mwenye kufungua. Wala khilafa fi dhalik, na hakuna tofauti katika jambo hilo kwa wanawachuoni wote. Wamekubaliana wa madhehebu yote kwamba mtu ikawa ameritadi akauacha Uislamu, basi anakuwa tayari yeye ni mwenye kufungua, na wala hatakuwa tena akihesabika ni Muislamu mpaka pale atakaporudi katika hali ya usawa. Na jambo hilo hatukinge nalo Allah tabaraka wa taala. Hilo ni jambo la 9. Na katika sehemu ya jambo la 10, alhuqan lighidhai, alhuqan lighidhaiya ni sindano za lishe. Mtu ikawa anachoma sindano kwa ajili ya kupata nguvu, ikawa apate nguvu kwa ajili ya kuweza kuendelea kuishi, au ikawa hicho kinachoingiziwa humo ndani yake basi kina utaratibu wa kumpa nguvu wa kuendelea kupata sehemu kama ya chakula hivi, basi itakuwa amebatilisha saumu yake. Alhuqan, hiyo sindano ambayo inakusudiwa, asema idha lam yakun tughni an akl, pindi atakapoingiziwa mtu sindano ambayo yalishe au shurbi, au kwa ajili ya kunyweshwa, kwa ajili ya kupitishiwa aidha ni mpira, kama vile mgonjwa kwa ajili ya kupitishiwa mpira katika sehemu ya pua, kwa ajili ya kulishwa sehemu ya lishe, au ikawa hata kama ni maji yenye kupigwa kwa ajili ya kupata nguvu, kama vile sindano ya madripu ambayo kupewa nguvu ya kwa ajili ya kuishi, basi ikawa anafanyiwa jambo hilo, yeye atakuwa ni mwenye kufungua, ikawa anapigwa sindano hiyo katika sehemu ya mwili wake kwa ajili ya kula au ya kunywa, basi itakuwa amebatilisha saumu yake. Kwa hiyo jambo hili ambalo tunalizungumzia liqaulihi Nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa jambo hili limefanyika kwa ajili ya jambo hilo la kupigwa sindano. Hilo ni sehemu ya kubatilisha saumu. Lakini ama kwa yule ambaye man nasiya wa huwa saimun, yule ambaye amesahau hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, fali yutimma saumahu, basi na atimize saumu yake. Ikiwa mtu amelifanya jambo hilo
kwa kula lakini amesahau. Mtu yule ambaye tulimzungumzia katika sehemu ya tatu, ikawa amekula au amekunywa lakini yeye amesahau. Sasa kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa aqala au shariba falyutimma saumahu, basi na atimize hiyo saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu, hakika yeye amelishwa na Allah tabaraka wa taala, wasaqahu, na amenyweshwa na Allah tabaraka wa taala. Na hadithi ni muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Imam Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo jambo hili la kunywa kwa kusahau, yoyote mwenye kufunga ikawa amekunywa au baada ya kunywa kwake au kula kwake amekuwa ni mwenye kusahau, jambo hilo linakuwa ni lenye kuendelea saumu hiyo pale atakapogundua tu kwamba mimi nimekuwa ni mwenye kufunga, basi ataachia pale pale. Kama anakula, atakapogundua tu kwamba mimi nimefunga na nimesahau, nimekiingiza chakula changu katika sehemu ya kula kwangu, basi ikiwa umemeza, hilo jambo limesamehewa. Na ikiwa umegundua chakula kiko mdomoni, basi utakitema pale pale na hutaendelea kukimalizia. Utakapomalizia, basi utakuwa umeibatilisha saumu yako. Au vile vile ikawa umekunywa kinywaji chochote kile, basi itakuwa ni vile vile utakuwa umeibatilisha saumu yako. Ikiwa kama umeshatambua kwamba mimi ninachokunywa hiki nimefunga, pale umesahau, lakini baada ya kugundua tu ukaendelea katika jambo hilo, basi jambo hilo linakuwa ni batil saumu. Lakini aidha ushamaliza kunywa juisi yako, umemaliza, lakini ukagundua baadaye, ndio huyo anaambiwa hapa atakuwa yeye saumu yake ni halali na ataendelea kufunga mpaka pale itakapofikia muda wa kufungua. Kwa hiyo ama katika jambo la sindano hizi za lishe, insha Allah tutaendelea kulifafanua kwa kumalizia zaidi kesho insha Allah, kutokana na utaratibu jinsi utakapokuwa unahitajia kutokana na muda. Naam, ndio mstari kama matano. Sawa. Ya darasa hilo. Lakini darasa hili ulipitia. Sawa. Lakini pia nitaanzisha maswali mengine kulingana na majibu atakayokuwa unayatoa. Kwa ufupi kutokana na tuna swali shao. Swali la kwanza kuzungumzia kuhusu sindano. Ambazo mtu akichomwa anakuwa amebadilisha funga yake endapo ni sindano za lishe. Na hivyo sindano za lishe wengi hatuzifahamu, lakini tunafahamu magonjwa ambayo watu wanayakabili na tatizo na kutumia sindano ile ya malaria, ama kandikiwa sindano za UTI kuzuia hali na msimu, vitu kama hivyo. Je, sindano hizi pia ziko katika sehemu hiyo hiyo ambayo unakusudia kumpa uhai wa mtu, afya yake ile kwa hai, ipo katika funga? Sawa. Katika jambo hili la sehemu ya sindano imezungumziwa zaidi, si hapo tu ambapo tumezungumzia za lishe, lakini kama tulivyokuwa tumeliweka kwa utaratibu, tumeona kwamba tutalifahamisha vizuri, kwa sababu mtu anaweza asilifahamu vizuri.
Tunakuja upande wa pili kwa ndugu zetu ambao wanakuwa na ada kila mwezi. Amefunga imefika nusu saa au dakika 10 kabla ya kufungua, alafu ile ada imetokea. Tumaini funga yake itabatilika wakati huo. Swali ya kwamba ifunga tasbia hapo mbeleni kwa ajili ya kulipa, hata kwa msamaha kwa sababu tayari ishavuka robo tatu karibu na kumalizia mkia tu ile dukia kwenye muda. Kinachotakikana ni kwamba kufikisha saumu ifike mwisho wa ufungaji, lakini itakapokuwa mfano yule mtu aliyekula mchana wa Ramadhani kwa muda ambao umekwenda zaidi, hata ataibatilisha saumu yake, na huyu pia hakufikisha saumu yake mwisho, imebatilika. Aidha hiyo ni mchana au imezidi zaidi kwenda huko, basi hiyo imebatilika ile saumu, hata hesabika kwamba ndo ameifikisha mwisho. Swali hili ni kuhusu watu ambao wanasema wanajitapisha. Anafahamu kwa kafunga au kwa njia nyingine pia kwa kujitapisha, sio kwa mswaki tu. Ule mswaki ni kuna watu ambao wanatumia yani kupiga, wanasema kupiga mswaki kwa kutumia kusugua zaidi, kupeleka mpaka karibu na koo, unasikia mpaka anakohoa kabisa. Sasa yule ndo anazungumziwa hivyo, lakini pia kuna wengine binadamu wako tofauti. Wengine wanafanya michezo makusudi ya kuingiza vidole au ina faida gani kwake? Kujitapisha na faida gani? Kutokana jambo hili lipo na watu wanafanya masala kama haya. Sasa wanawachuoni wameyazungumzia haya, yamewekwa kutokana na mambo kama haya. Sasa kwa faida yake hatujui kwamba yeye atakuwa yuko katika utaratibu gani, kwa sababu mfano mwenye kujisafisha kinywa kwa kutumia mswaki pia anajua kwamba mimi nimefanyaje, nimefunga, na huyo mwenye vidole atakayeingiza. Kwa hiyo kila mmoja atakuwa na akili yake, au sijajua hapo. Maswali mengine inshallah tutaendeleza kesho. Au hilo jingine ni kule katika yapo maswali mengine nyuma wamezungumzia. Lengo langu la kuuliza swali hili ndio la kujua, kwa sababu hii mada nazungumza hapa na jamii na nje. Sawa, ili ikae sawa vizuri. Umezungumzia kuhusu kuna baadhi ya vijana ambao wanakuwa wanajichua kitu ambacho hakiruhusiwi. Ndio hasa umezungumzia kwa pale Ramadhani. Je, nje ya Ramadhani ndani inaruhusiwa? Nataka liwe wazi watu wajue, siko na kwamba Waislamu bwana inaruhusiwa katika jambo hilo. Haliruhusiwi katika kujichua, hakuruhusiwi kwamba mtu akawa anajichua iwe ni ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani, na imekemewa. Na inshallah labda kwa jambo kama hilo, huenda kwa mada hii ya sindano tunawezekana kesho tukaliongezea hilo kwa ushahidi mzuri zaidi, ili liweze kufanyika kufahamika vizuri, kwa sababu watu wanafanya utaratibu kama huu ila haijaruhusiwa. Kuna jambo ambalo tutaka kuzungumza hapo la tafika, anasema kuna faida gani. Sasa kuna wakati mwingine kuna mazingira ya mtu anaweza akala chakula kupita kiasi. Niwahi kuona kuna sehemu yani mtu kwenye vipindi vya Ramadhani kutokana na kushinda na njaa muda mrefu, yani kufika wakati wa kula jioni, basi anakula vyakula vingi, kila kitokea kiakula mwisho wa siku, umefika wakati anashindwa hata kuhema, yani tumbo limejaa. Sasa watu wanataka kumwokoa, yani niniza hivi ili kumtapisha ili angalau kutoka. Sasa
ndio katika kumwokoa ni jana shida kwa hema basi. Wewe unaona? Ndio. Basi kiza nani mpaka amefika ndio kwake na fungu yake kapatikana. Wengine sasa mwingine anaweza kawa anajisikia vibaya. Basi anaanza kutamani ili atapike huko havitoki, basi anaanza kulazimisha tu ili ajisikie vizuri kutokana na hali yake. Kwa hiyo sasa kumweke kwa jamii hamshari tu shughuli kilichokuwa mbali na msumbua kama mpite kipimo. Na tayari kataza kutapisha maana yake tayari saumu imebatili. Huyo hali yake imepelekea saumu itakuja kupenda ni unani wake akupima kiwango kizuri cha ulaji. Na tumezungumzia kuhusu swala la ulaji. Yeye hakujua, tunafahamu kuna Waislamu wengi hawajui mbaya kwamba chakula nafidia mpaka siku nzima sikula, yani itakusikia njaa kabisa. Kumbe mtoto anakula mwili kipimo mwili ndio kutaga. Na imetokea. Huyu inakuwaje kama sheria wasema kwamba inapata mtu ananyinyizo kabisa ili kupunguza hatari? Kwa sababu kwanza tukiangalia hilo jambo ambalo linalozungumzika hapa, kama mfano katika sehemu ya iftari hapo iko nje. Lakini labda tuseme hapo ni sehemu ya alfajiri. Labda yuko karibu na alfajiri. Adhana ya kwanza saa 10:30. Ikaja labda kwa sasa hivi adhana ya pili ni saa 10:10. Adhana ya pili saa 11:10. Sawa? Ile umeanza saa 11:30 ya kwanza, ambayo adhana ya kwanza tu ikiadhiniwa, basi mtu ile atakapoisikia ni saa 9 akagundua, basi inakuwa inafanyaje? Inafaa kula pale. Kwa muda ule wote ni kula. Na ndio maana adhana ya kwanza. Na ndio maana katika mapungufu tulionayo ni kwamba hata misikiti yetu inayotuzunguka hawaadhini adhana mbili. Kwa sababu ni kukosa utaratibu au uwezo ule wa kuamka umekuwa ni nini? Haupo. Kwa hiyo unakuta mtu anaadhini adhana moja, anaamka ile saa 11:10 ndio anaadhini. Sasa hatujui kwamba hii adhana hii itakuwa ndio ya kwanza, kwamba watu sasa wanaamshwa wale, au ndio watu wanaambiwa sasa muda umeisha. Sasa hilo ni kosa. Sasa huyo atakuwa amekula mfano saa 10:30. Imekwenda mpaka saa 11:00 dakika 5 anasikia adhana kwamba adhana inaadhiniwa. Ni kwamba hiyo adhana ya pili ukisikia kama ulikuwa umechelewa kula kuanzia saa 10:30 mpaka saa 11:05, basi wewe ukaisikia adhana na chakula kiko mdomoni, basi utatema kile kilichokuwa kimebakia, na kama kile kilichokuwepo ndani ya tayari koo inaenda, basi hicho ndio tayari kimeshapita. Kwa hiyo hapo inatakiwa ifanyaje? Isimame sehemu ya kufanyaje? Ya kula. Sasa huyo amekula amezidiwa mpaka kutapishwa au kujitapisha, au akanunue dawa sijui Empress sijui nini, ili mradi vitu viyeyuke kule tumboni. Sasa huyu kwanza amekosa makosa makubwa kabisa kwa ajili ya ulaji. Ulaji sisi una kipimo. Tumeambiwa tupate kula, tubakishe tupate sehemu ya kuhema na sehemu ya kunywa maji na chakula kiweze kupatikana. Sasa huyo amekula kwa israfu, naye yuko katika utaratibu ambao si wa sawa. Na mfano kama atakuwa amelifanya hivyo na akawa ametapika, ile inakuwa ni kwa makusudi, kwa sababu hailetwi kwenye bahati mbaya. Wewe umekula kupita kiasi, kwa sababu kinachoangaliwa damu. Si lazima kwamba mtu ale chakula kizito, hata tende. Masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tende, maji, wengine wanakula daku. So, watu watakiwa wapate baraka ile mwishoni mwa kula daku, lakini sio kwamba ni kwa ajili ya kupambana kwamba ngoja ili njaa isinipate. Hakuna jambo. Sasa kuna mtu anakuwa na chakula ambacho ana saa 10. Na baada anakula mapema ili kuzuia hiyo.
pengine kila media kama hilo sasa usagaji wake chakula tofauti kidogo, kama unachelewa fulani ndani ya maji anajikuta ndani ya ubwa ndio kumewa kadhaa kama unataka tapika wewe na kumweka huyo ambaye anacheua kwamba anafanya makusudi kwanza kule kwa kunywa maji labda kila muda anakutana yani ndio ni sawazisha fulani wewe haiko kwenye hilo lilosema. Okay, sawa. Tusaidie kitu kimoja katika kufunga darasa lako hapo. Kwenye hiyo swala la mwisho kabisa kuhusu adhana ikitoka. Ndio kusikia pale mwingine mashaikh anasema kama chakula kipo hapo nakula hata kama adhana pili inatoka ni vyema ukimaliza tu. Kumalizia tu moja kwa moja kwa sababu ni chakula kipo kwa ajili yako. Usubiri kama wacha. Hapana, adhana ni ya kwanza. Utakapoisikia adhana ya kwanza pale ni ruksa ya kula. Adhana ya pili yani wewe tonge likishabakia kama ni la mkononi utaliacha, na kama ni lenye kumeza basi utakuwa tayari umeshafika kwenye koo, litaendelea huko tayari, ile ndio lilikuwa linakwenda. Lakini kama itakuwa kiko mdomoni utatema kwa pale ambapo patakuwa pabaki. Katika Bulughul Marami wameelezea hadithi kama hiyo, tunaweza tukaitafuta kesho tukapambanua vizuri. Kuna ile alfajiri ya kweli. Na hata wanaadhini wakati mwingine hawajui alfajiri ya kweli. Hizo taratibu za adhana ya kwanza mpaka ya pili. Kuna watu huenda wakisikia adhana ya pili, sababu kuna msikiti ambao haifuati taratibu. Nisha kwa msikiti na swalisha muda tofauti na muda ni kabla na muda hujafika. Ndio. Na kuna mtu aliwahi sababu anafahamu hizi nani yeye hawakataka kufuatilia adhana. Baada ya kuona alfajiri ambayo inakusudia mwisho kwa ndio umefika kwa ajili ya kula kumaliza. Sasa hii moja sababu adhana unazungumzia wewe ni ambayo inaonekana sheria inafuata zile taratibu kwa kujua hii ni muda fulani mshaka muda wa kufuata. Sio ile kama ndio. Sana hii pia ni changamoto nyingine kwa ufuatiliaji kwa watu ambao wanamsikia masuala kutoa adhana hizi za kwanza na za pili. Unaje pia kulinganisha. Yaani katika adhana ya kwanza mfano hiyo imeadhiniwa saa 10:30. Baada ya hapo watu wakala wakamaliza, lakini kutokana na mitandao sasa hivi ya kijamii, wengine wanazo simu, wakiangalia wanajua kupambazuka kutaingia muda fulani, na wengine wanayo maredio wanasikiliza kwamba kama mfano hapa kwetu kuna redio ambazo zina kama redio Ihsan, kama redio Nur, wanatoa taratibu za kwamba alfajiri itaingia muda fulani. Kwa hiyo ikiwa umedhibiti wewe basi ni kufanya hivyo, lakini kama imeshindikana, kuna waadhini ambao wanafuata utaratibu, atafuatwa huyo muadhini wa eneo hilo husika kwamba anahakikishwa. Na ndio maana hata tumezungumzia katika kudhibiti kwa mwezi, anatakiwa mtu awe thika, mkweli, yani akitoa mambo yake anakuwa ni ya uhakika. Kwa hiyo kama imethibitika kwamba msikiti unafuata mambo ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uhakika kabisa, basi anatakiwa afuatwe muadhini huyo, na muadhini atakiwa awe mwadilifu kwamba ikifika ule muda anachunga kwamba saa 10:30 na adhini, saa 11:05 na dakika 10 ndio nimepanga utaratibu. Kwa hiyo asipitishe. Lakini hawa wengine ambao wao wanaofanya adhana ni moja, waweza kumkuta mtu ameamka alfajiri mapema, ni shekhe au ni muadhin, akafika sehemu ya msikitini asiadhini, akatia kanda akaye mwenye akala. Kwa hiyo kanda ikazungumza, haijulikani watu wanaswali sunna muda gani, yani ni kelele kwenye msikiti mwanzo mwisho, mpaka baadaye hapo unasikia adhana.
Sasa haieleweki ndio tulikuwa tunaamshwa na haya mawaidha au ilikuwa ndio tunapewa utaratibu gani? Kwa hiyo utaratibu ni kufuata maeneo husika kwamba hao watu wana uhakika. Kwa hiyo mimi nikifanya utaratibu huu si nitakuwa kinyume. Na yule mtu anakuwa mwadilifu. Kama kuna wako wawili watatu wanataarifiana, bwana ikishafika saa muda na dakika fulani uniamshi na uniambie, unikumbushe. Na yeye huko akiwa anauchunga ule muda, basi inaadhiniwa adhana hii, wewe ukishagundua basi hilo jambo linakuwa limesimamia hapo. Pameeleweka? Insha Allah kwenye yale ambayo tutakuwa tunahitajia, kwa yale ambayo hatujajibu, inshallah kesho kwa ajili ya kupata udhibiti zaidi tutaweza kufahamishana katika jambo hilo inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.